Lakini ili haki ipatikane, haipaswi tu kupatikana, inapaswa kwanza kuonekana. Watu waione haki ikitendeka, afu ndio itendeke. Leo jaji mkuu anakuambia hivi, ukienda mahakamani kesi ikiahirishwa usiongee na waandishi wa habari, wakati yeye mwenyewe anaongea na waandishi wa habari pale kutoa hiyo kauli yake. Yaani leo waandishi wa habari wana maana sana kama wanaenda kumsikiliza jaji mkuu na kutoa habari za jaji mkuu na habari za mahakama. Hapo tunatakiwa tuwasikilize waandishi wa habari. Lakini mtu mwingine yeyote hana haki ya kuongea na waandishi wa habari kuhusu mambo yanayotokea mahakamani. Nasema hivi, sitaacha mimi kuongea mahakamani, kwa sababu nimeapa na ninatakiwa kwa mujibu wa ibara ya 26 ibara ndogo ya kwanza ya katiba kuiheshimu katiba na sheria za nchi. Nitaacha kuzungumza na waandishi wa habari kuhusu mambo ya mahakamani pale itakapotungwa katiba mpya ambayo itanikataza kufanya hivyo pale mahakamani. Lakini kwa katiba hii ibara ya 18, na watu wote wasikie, kila mtu anayo haki ya kutafuta habari, kupata habari na kutoa habari bila kujali mipaka ya nchi, iwe ni Kigoma, Mwanza, Dodoma, Sumbawanga, mahakamani au bungeni. Watu wasitumie mamlaka yao ambao wamepewa kwa mujibu wa katiba kunyanyasa watu wengine. Hii nchi ni nchi, tunaposema ni huru, manake ni uhuru wa watu kufurahia haki zao zilizotajwa kwenye katiba. Moja ya haki hizo ni haki ya kutafuta na kutoa habari. Jaji mkuu hana mamlaka yoyote ya kuzuia watu wasiongelee mahakama. Hana hayo mamlaka. Hana hayo mamlaka ya kuzuia watu wasiongelee mambo ya mahakamani. Iwe kesi imeahirishwa, iwe kesi imeisha, iwe kesi imesimama, iwe kesi imefanya vyovyote vile mahakamani. Watu wanao uhuru wa kuzungumzia mambo ya mahakamani. Mungu mwenyewe, Mungu hamna mahala popote kwenye Biblia anawapiga marufuku watu wasizungumzie mambo ya mbinguni, ambako ndio patakatifu zaidi kuliko mahakamani. Yaani ukiwekewa mahakama hapa na mbinguni hapa kwa Mungu, ukaambiwa wapi ni patakatifu, hapastahili kuzungumziwa mambo yake, mtu atakwambia mbinguni ni patakatifu zaidi. Lakini pamoja na utakatifu wa mbinguni, Mungu hamna mahala amekataza watu wasizungumzie mambo ya mbinguni. Ndio maana watu wanazungumza. Sasa nimalizie hilo swali kwanza, nilimalizie, ni la muhimu sana hili. Kwa sababu tukiliacha hili swala hili, mahakama sasa itakuwa ni siri. Kama vile watu wanavyofanya mapenzi. Yaani mkiingia mle ndani hatakiwi mtu yoyote kuzungumza mambo mnaofanya mle ndani. Haki inayotajwa kwenye katiba ya kutafuta na kutoa habari haipaswi kuwa siri. Lakini akaenda mbali akasema hivi, kwa kuzungumza mambo hayo kwenye vyombo vya habari mnaingilia uhuru wa mahakama. Ibara ya 107B kubwa ya katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Na naomba niisome. Ibara ya 107B kubwa ya katiba ya Tanzania inasema hivi. Ibara ya 107B kubwa ya katiba ya Tanzania inasema, katika kutekeleza mamlaka ya utoaji haki, mahakama zote zitakuwa huru na zitalazimika kuzingatia tu masharti ya katiba na yale ya sheria za nchi. Mahakama haijazuia watu wasiongee mambo ya mahakamani. Na uhuru wa mahakama unapimwa kwa namna ambavyo mahakama inazingatia sheria na katiba kwenye kutoa haki. Ndio uhuru wa mahakama. Hakuna jaji yeyote mwenye akili timamu au hakimu mwenye akili timamu ambaye ataenda kumfunga mtu aliyeiba kuku kwa sababu jana kwenye gazeti la Mwananchi kuna maoni yalitolewa kwamba huyo mtu sio mwizi au huyo mtu ni mwizi anastahili kufungwa. Mimi nina nakala hapa za mahakama. Hukumu zote za mahakama zinatoa haki kwa watu kwa kuzingatia katiba na sheria kama ambavyo imeelekezwa katika ibara 107B kubwa. Kwa hiyo mtu anapokuja anakuambia kwamba wewe ukiongelea mambo yaliyoko mahakamani una influence maamuzi ya mahakama au unashinikiza maamuzi ya mahakama, huyo mtu hajui kusoma katiba vizuri.
Kwa sababu kwanza, hivi jaji anapokuwa yuko mahakamani anapata wapi muda wa kwenda kuangalia mtandaoni pameandikwa nini? Au ITV sasa hivi wanaonyesha habari gani kuhusu kesi zilizoko mahakamani? Huyo jaji hana huo muda. Anatakiwa atumie muda wake wote kwenda kusoma vitabu vya sheria. Ndio katiba inamtaka, sio aende akasikilize kule wanaharakati wanaongea nini. Sasa kuna upotoshaji ambao umekuwa ukiendelea sana. Usiongelee swala liko mahakamani. Utaingilia uamuzi wa mahakama. Huna uwezo wa kuingilia uhuru wa mahakama, kwa sababu mahakama mwisho wa siku yenyewe inaamua kwa kadri sheria ilivyosema. Nendeni mkasome hukumu za mahakama. Hakuna hukumu hata moja imeamuliwa eti kwa sababu kuna mambo fulani yalikuwa yanajadiliwa kule kwenye vyombo vya habari. Na mimi nitakupa mfano mmoja wa mwisho kabla sijamaliza kwenye ile swali. Wenzetu Kenya pale, sio hata Ulaya, Kenya, kesi zinaonyeshwa live na waandishi wa habari. Yaani Uhuru Kenyatta kashiriki uchaguzi umeendeshwa kwa namna ambavyo sivyo ndivyo, mtu kaenda mahakamani wameweka vyombo live, watu wanaangalia wakiwa nyumbani kwao kwenye TV. Nyinyi hapa mnaambia uruhusiwi kuongea na vyombo vya habari, hapo nje utaingilia uhuru wa mahakama. Sasa sisi ni mahakama gani ambayo tunataka tuwe nayo? Mahakama haiwezi kuwa tawi la chama cha siasa. Mahakama ni huru kwa mujibu wa ibara 107. Lakini uhuru wa mahakama hauna mahala popote unazuia haki za watu kuongelea mambo yanayohusu mahakama na haki za watu. Na ndio maana katiba ikaenda mbali ikasema mahakama itatakiwa tu kuzingatia katiba na sheria. Hakuna mahakama imeambiwa iende kasikilize mwanaharakati anaongea nini. Itakuwa ni mahakama ya ajabu mno kama jaji ataacha kuamua kwa mujibu wa sheria aende akaamue kwa mujibu wa watu wanavyosema kule mtandaoni. Haiwezi kuwa hivyo. Kwa hiyo mimi wito wangu ni kwamba jaji mkuu na mahakama isiwe yenyewe ndio kielelezo cha kuvunja haki za watu. Mahakama itimize wajibu wake kwa mujibu wa katiba na sheria, isiwazuie watu kuzungumza mambo yaliyoko mahakamani. Kwa sababu mahakama kama muhimili wa dola ya Tanzania inapaswa kujua muhimili mwingine wa dola ya Tanzania ambao ni bunge linaonyeshwa live. Bunge live, yani watu wanaona kwenye TV. Bunge la Tanzania ni sehemu ya Tanzania, mahakama ya Tanzania ni sehemu ya Tanzania, lakini serikali ya Tanzania ni sehemu ya Tanzania. Unawezaje kuwazuia watu wasiongelee mambo ya mahakama? Kama watu watazuiliwa kuongelea mambo ya mahakama, mahakama ifute kile kitengo chake cha mawasiliano na habari, ifute. Lakini hata wizara ya habari sasa ifutwe, Makonda akose kazi arudi kwao huko akakae. Habari haziwezi kuwa ni zile tu zinazohusu serikali kuisifia. Watu wana haki ya kupata kila aina ya habari, ziwe mbaya, ziwe nzuri, ziwe za kusifia, ziwe za kukosoa. Watu wanayo haki bila kujali mipaka. Ndio maana nimesema mimi nitaendelea kuongelea mambo ya mahakamani, kwa sababu tunapoenda mahakamani hatuendi kufanya mapenzi, tunaenda kutafuta haki za watu ambazo zinapaswa kupatikana kwa kuonekana. Kama mtu kaiba, tuone pale sheria zinavyofuatwa na mpaka anafungwa, tuone. Na kama ni kosa kwa kundi fulani la watu kutumia waandishi wa habari kuzungumza mambo yao, maoni yao kwa mujibu wa sheria ambayo ni haki yao, jaji mkuu naye sio anawaita waandishi wa habari kwenye mikutano yake, anawaita wa nini sasa? Yani iwe ngoma draw. Afanye mambo yake huko chumbani au wapi, asiwaite waandishi wa habari. Lakini yeye anawaita waandishi wa habari, yeye kavaa joho, anawaita waandishi wa habari. Kazungumzia pia kuhusu viapo, kwamba mawakili waheshimu viapo vyao. Kwenye viapo vya mawakili hamna mahala popote mawakili wameambiwa wasi wanaongea na waandishi wa habari kuhusu mambo yaliyoko mahakamani. Hakuna mahala imeandikwa hivyo kwenye sheria. Lakini kama kuhusu kuheshimu viapo ndio jambo la msingi, tunao sisi watumishi wa umma hapa ambao kucha kutwa wanatajwa kwenye ripoti ya CAG kwamba wameiba mabilioni ya hela. Wanaotajwa kufanya hivyo ni watu ambao wamepewa mamlaka kwa viapo. Sijawahi kumsikia jaji yote anazungumzia hao watu. Lakini kucha imekuwa ni mawakili. Viapo. Tuna kesi sisi, polisi wanabambikizia watu kesi. Polisi ni moja kati ya taasisi katika mnyororo wa utoaji haki kwenye nchi hii. Polisi wana viapo. Ulishasikia lini polisi wameacha kubambikizia watu kesi? Kuna wakati IGP Wambura alimpa taarifa Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan
kwamba polisi wamefuta kesi za kubambika 1840. Huwezi kumsikia jaji anawakemea polisi waache kubambikizia watu kesi kwa sababu polisi wana viapo. Issue imekuwa ni mawakili tu. Mawakili heshimuni viapo. Kuna mahakimu wamekamatwa na rushwa, mahakimu wa mahakama ya Tanzania. Kuna majaji aliwahi kuwatuhumu marehemu Rais Magufuli. Majaji aliwatuhumu kwa rushwa hadharani kabisa. Huwezi kusikia jaji yeyote anakuambia majaji heshimuni viapo. Issue ni mawakili. Kwa mimi nataka niseme kama ni swala la kuheshimu viapo, yoyote ambaye yupo katika mnyororo wa utoaji haki, awe ni polisi, awe ni magereza, awe ni TAKUKURU, awe ni wakili wa kujitegemea, awe ni wakili wa serikali, awe ni jaji, awe ni hakimu, awe ni waziri, wote tunapaswa kuheshimu viapo. Lakini hivyo viapo havina maana kama vitakuwa vimelenga katika kuwanyamazisha watu wasizungumze yale ambayo wanapaswa kuyazungumza kwa mujibu wa sheria. Na yoyote ambaye anataka tuje tubishane hapa kuhusu hoja hii, tubishane kwa sheria, sio kwa maoni ya kisiasa. Na kama tunataka tufanye siasa, pia tukatafute majukwaa ya kisiasa tushindane huko. Lakini hatuwezi kutumia majukwaa fulani ambayo hayataki siasa. Mtu anakuja kutoa kauli ambazo haziungwi mkono na kifungu chochote cha sheria. Mimi nimesoma sheria ya mawakili, nimeisoma yote. Hakuna mahala popote wakili ameambiwa asiwe mwanaharakati. Kwa hiyo unapokuta kuna kauli kwa mfano inayotolewa na mwanasiasa bila kujali cheo kwamba wanaharakati ni magaidi, alafu kauli hiyo inazungumzwa na mtu aliyeko mahakamani anasema mawakili msiwe wanaharakati, maana yake ni kwamba tayari mahakama inafanya kazi ya siasa ya mwanasiasa ambaye hawataki wanaharakati. Naomba niweke nukta. Mahakama ya Tanzania